Ludewa oye! Usafi oye! Mazingira oye! Ndugu zangu wana Ludewa, kwanza nitumie nafasi hii niwashukuru sana, lakini pia nitumie nafasi hii pia niwashukuru vijana wa Chama cha Mapinduzi, hasa vikundi vya hamasa wamejitokeza kwa wingi. Asanteni sana. Lakini pia niwashukuru watu wote ambao mmeshiriki shughuli hii, ikiwemo kamati ya ulinzi na usalama pamoja na watumishi kutoka ofisi mbalimbali. Jukumu la usafi ni jukumu ambalo ni la kwetu na la wakati wote. Jambo ambalo tunatakiwa tuwe nalo ni kwamba lazima tuipende wilaya yetu. Namna pekee ya kuipenda ni pamoja na kuifanya wilaya hii kuwa safi. Kwa hiyo kila mmoja akiwajibika kwenye eneo lake, tunaamini wilaya yetu itakuwa safi. Leo hii tumefanya kazi kubwa ya kuwafanyia usafi watu katika maeneo ambayo walitakiwa wafanye wao usafi. Tumeweza kupita kwenye maeneo ya maduka, na ndio maana sijataka kuzungumzia kule uwanjani. Nimeona nifike hapa ili hata hao wasiotaka kusikia nao pia waweze kusikia. Na yawezekana wengine mpaka sasa hivi hawajafungua maduka, wameamua kukaa nyumbani kwa sababu tu wakiamini kwamba wakija kwenye kufungua maduka watasurutisha kufanya usafi. Mmeweza kuona maeneo mbalimbali ambapo nilikuwa na walazimisha watu wavae gloves washirikiane na sisi kufanya usafi. Mfano, unapita pale kuna mamangu mmoja unaongea naye, mimi nimemuona tangu mwanzo akiwa anatembea, lakini baada ya kumwambia ashike gloves anakwambia mimi naumwa mguu. Alafu huyo ni mama, ni mtu mzima ambaye unahitajika upeleke malezi. Unaamini kwamba inawezekana serikali unaifanyia usafi. Mimi siishi hapa, mimi naishi kule Ibane, lakini niko huko, nimekuja kufanya usafi huko. Watumishi walio wengi hawaishi huko, yaani maeneo ya biashara. Tulitegemea wafanya biashara wenyewe wafanye usafi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunahitaji kubadilika. Lazima tuamini kwamba tunatakiwa kuwa na Ludewa mpya. Lazima tubadilike kifikra. Lakini mimi niwashukuru na niwapongeze kwa wale mlioweza kuunga mkono hii kazi tuliyokuja kuifanya leo hii. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Kauli mbiu ya mazingira kidunia na kwa taifa letu ni mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa. Lakini kikubwa zaidi tudhibiti matumizi ya plastiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, namna gani tunaweza kudhibiti matumizi ya plastiki? Bidhaa nyingi zinafungwa katika plastiki mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhi. Lakini basi plastiki hizi tunaweza kuzidhibiti matumizi yake ikiwa kwa nafasi zifuatazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna plastiki ambazo zinaweza zikatumika baada ya matumizi ya awali. Kwa mfano, chupa za plastiki ambazo zilihifadhiwa vinywaji mbalimbali ikiwepo pamoja na maji zinaweza zikatumiwa kwa matumizi mbadala kubebea vitu vingine vya majimaji pia. Lakini pale ambapo zinakuwa hazitumiki tena, chupa hizi zinatakiwa zihifadhiwe, zikusanywe mahala salama ili ziweze kutupwa au kuhifadhiwa mahala ambapo hazitaleta shida au matatizo katika mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujumbe huu wa kuhifadhi na kudhibiti matumizi ya plastiki umekuja mahususi, maana dunia sasa imeshuhudia mtawanyiko na utupaji na uzagazaji wa plastiki sehemu nyingi, na plastiki zimekuwa na madhara makubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa miundombinu yetu mbalimbali, mabomba ya kupitisha maji taka pamoja na maji safi yamekuwa yakiziba, lakini pia hata mifugo yetu na wanyama wetu wakila plastiki wanaweza kuathirika kwa afya yao na wengine hata kupelekea kufa.